إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فالعياذ بالله من البدع والضلال والعياذ بالله من عذاب النار. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: تداووا عباد الله أو تداووا عباد الرحمن فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء وفي رواية إلا وضع له شفاء. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mwingi wa rehma na taufiki kwetu, ambaye anatuwezesha kuwa wenye kujumuika kukutana ndani ya nyumba yake tukufu siku ya Ijumaa, mwezi tatu, tarehe 3 mwezi wa 12, yani Dhulhijja, mwaka 1446 Hijria, inayosadifu na kuafikiana na tarehe 30 mwezi wa 5, yani Mei 2025 miladia. Leo ni siku ya 3 tangu uingie mwezi mtukufu wa Dhulhijja, mwezi ambao ndani yake kunapatikana siku 10 alizozisema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ya kwamba ma min ayamin al-amalu salihu fihinna khairun wa ahabbu ila Allahi min hadhihi al-ayyam au min ayami 10 Dhulhijja. Hakuna siku ambazo matendo mema ndani yake ni bora na yanapendwa sana na Allah kama matendo ndani ya siku 10 za Dhulhijja, 10 za mwanzo za mwezi wa Dhulhijja. Matendo ndani yake ni bora na Allah huyapenda. Hakuna siku nyingine yoyote katika siku 360 ambazo huwa na ubora huo. Na tukisema siku tunamaanisha siku kwa maana ya nyakati za mchana ambazo ni hizi. Wala mtu asidhani kwamba kuna mnyukano, mgongano kuhusu siku 10 za Dhulhijja na 10 za Ramadhani. Za Ramadhani za mwisho, 10 la mwisho ni bora kwa maana ya nyusiku zake, nyakati za usiku katika 10 lile. Kwa nini? Kwa sababu ndani ya mausiku yale mojawapo kuna Lailatul Qadr. Ama huku ndiyo masiku bora kwa maana ya mchana mpaka jua linapozama. Kwa nini? Pia kwa sababu ndani yake kuna siku ya Arafa. 10 zote ni bora, lakini ndani ya 10 hizi kuna siku ya Arafa. Hivyo ndugu zangu, ni jambo la kujihimiza, kujipinda, kujituma kutenda mema yatakayompendeza Allah. Wapo ambao tangu juzi, jana na leo wanaendelea na funga.
na kwa yule ambaye hajaanza aanze hata kesho, na ambaye hajiwezi kabisa, moyo umemwambia kufunga ni Ramadhani tu, basi chonde chonde asikose ile siku moja ilozifanya siku 10 hizi kuwa bora, ambayo ni siku ya Arafa itakayoanguka siku ya Alhamis, yani Thursday, tarehe 5 mwezi wa 6. Asiikose hii. Kwa mnasaba huu pia naomba niongee neno moja kwamba kwa kuwa leo Ijumaa ni tarehe 3 Dhulhijja, maana yake Ijumaa ijayo itakuwa tarehe 10 Dhulhijja, na hivyo hiyo ndio itakuwa siku ya Eidul Adha au tunavyoita Idi kubwa. Ijumaa tarehe 6 mwezi wa 6 2025 ndio itakuwa Idi imeangukia hapo. Sisi tuna kawaida na desturi na ada ya kutumia au kufuata maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama Idi inapoanguka siku ya Ijumaa. Ikianguka Idi siku ya Ijumaa, hapa kwetu huwa hatuswali Ijumaa, huwa tunaswali adhuhuri. Kwa maana hiyo, kwa kuwa tutaswali Idi Ijumaa Friday, tutaswalia hapo uwanjani saa 2 kamili asubuhi, ili mpaka saa 3:30 tuwe tumemaliza, tuondoke kwenda kutafuta kufanya utaratibu wa kuchinja. Allah atuafikishe katika hilo. Hapa siku ya Ijumaa hakutokuwa Ijumaa, hakutoswaliwa Ijumaa. Msikiti huu tutaswali adhuhuri. Mtume alisema aliyesali Idi hii inamtosheleza, ajza'athu anil Jum'ah. Faman shaa, akasema man shaa falyujmi' wa man shaa ajza'athu anil Jum'ah. Kisha akasema wa inna la mujmi'un. Anayetaka baada ya kuswali Idi yake itakuwa imemtosheleza, asiswali Ijumaa, kwa maana aswali adhuhuri. Na anayetaka anaweza akasali Idi na akatafuta inaposwaliwa Ijumaa akaswali Ijumaa. Ama sisi, anasema yeye, ama sisi tunaamua kuswali Ijumaa. Mtume kwa kuwa alikuwa ni imamu, aliswalisha Ijumaa ili watu ambao watapenda kuswali Ijumaa baada ya kuswali Idi waweze kuswali. Kwa hivyo mtu atasema, bwana sasa umesema hatutakuwa na Ijumaa. Hatutakuwa na Ijumaa tarehe 6, na kinyume chake Ijumaa itaswalishwa na shekhe wetu mgeni ambaye siku hiyo atakuwa ameshawasili. Itaswalishwa msikiti wa Nyanga ikiongozwa na Sheikh Abu Abdul Jabbar Niyonkuru Abdul Jabbar Ramadhan. Allah amjalie siha na afya njema na amfikishe salama katika eneo letu hili. Ndugu zangu, nilipenda kutoa kwanza tambii hiyo. Si mada yetu hii. Mada yetu kama ilivyotangazwa inahusu ruqya. Ni neno maarufu sana na mashuhuri katika masikio yetu. Najua sisi tulivyo ni watu nashindwa kuelewa ni waoga au ni wakorofi. Tutaamua wenyewe. Sisi ni au waoga au wakorofi wa miili yetu, kiasi kwamba ni vigumu sisi kuwa na kawaida ya kupima afya yetu, kucheki afya yetu. Ni wachache katika kundi tulilopo hapa watu wenye kawaida hiyo. Kama si mmoja, basi kwa bahati watakuwa ni wawili au hawapo kabisa. Hatuna kawaida ya kuwa tunafanya check up ya miili yetu, tuwe tunajua waga na sukari iko sawa, au waga na pressure iko sawa, au je maradhi haya ninayo au sina, au magonjwa yoyote yale. Hatuna kawaida hiyo. Kukosa kawaida hii kunatupelekea, kuna wakati unasikia mgongo, bwana nilikuwa nimekaa vizuri, nasikia mgongo umekamata, huwa natafuta tu painkiller, kidonge cha kuondoa maumivu. Lakini kujituma uangalie kinachosumbua ni nini mpaka mgongo ufanye hivi, hatuko hivyo. Sisi tuna uoga huu
au ukorofi huu, ukaidi huu, halafu sisi ni madokta tayari kwa miili yetu. Hichi kichwa hichi, na panado nyumbani. Yaani ushasikia kichwa na ushaamua kwamba hichi kichwa kinahitaji panado. Basi nasikia mwili una moto, hiyo kawaida, nasikia maumivu, nina kidonge fulani. Tuko hivyo, kule kulimbikiza magonjwa, hata baada ya ishara vya mifupa kuuma, kichwa kuuma, mgongo kukataa, bwana, vile ishara vidogo vidogo kutujia, tukawa tunatuliza kwa vidonge, waga baadaye kunakuja kulipua kitu ambacho kumbe ni hivyo, alafu inakuwa muda umeshapita. Moja hii. Kule kulimbikiza magonjwa huwa kunatulipulia kitu, alafu kwa kuwa mtu ulijiona uko sawa, kwa kuwa ulikuwa haupimi, ulijiona uko sawa, unajua hili itakuwa si vingine, hili ni jambo ambalo tu kutakuwa na mkono wa mtu, kutakuwa kuna kitu. Kwa hivyo mtu alikuwa ameshinda vizuri, au mwezi mzima, mwaka mzima, hana tatizo, ghafla tu anaona kichwa kinauma, utafikiri komo linataka kudondoka, kichwa ni kizito sana, anasikia. Kwa kuwa hana kawaida ya kupima, fikra yake inamwambia kichwa kuuma hivi, isije kuwa kuna mtu amenifanyia kitu, isije kuwa kuna jini. Mtu anakwambia, ustazi, sijisikii vizuri, wallahi siku 3 mfululizo kichwa kinaniuma, hiyo hali ya kawaida, naomba maji ya dua, naomba unisomee. Ndo ruqya hiyo sasa, naomba unisomee. Hajapima, hajafanya chochote, anakimbilia kwenye ruqya. Mwili, ndugu zangu, ulivyo, huwa unatoa viashiria kwenye baadhi ya maradhi. Kuna wakati kitu kikikataa, macho yanaonesha. Kuna wakati kitu kikikataa, kinywani kuna ishara fulani inakuja, unakula lakini usikii ladha ya chakula. Kuna wakati mwili ukikataa, kichwa kinauma. Kuna wakati kawaida ilitakiwa mtu awe mwepesi wa kutaka kuijua afya yake mara kwa mara, kila wakati awe na tabia ya kuichunguza afya yake. Hata akisikia jambo awe anajua huenda ni kile kitu fulani. Sasa matokeo yake huwa tunaingia kwenye hali fulani kabla ya kuwa kwenye hali inayotustahiki kuingia kwenye hali fulani. Hichi ndo kimetufanya tuichague mada hii, kwa sababu chini ya kivuli hichi kizuri, unajua chini ya kivuli cha mti, kivuli chochote tu, si lazima waneemeke watu pale kwenye kile kivuli. Kuna wakati mwingine kwenye kivuli cha mti kuna nyoka amekaa pale, anamvizia atakayekuja kukaa mgonge. Kuna wakati sasa, kwa ajili ya uvivu wetu wa kutokuwa na kasumba au kawaida ya kupima, fungua hapa, kuna wakati kukosa ule utaratibu wa kupima magonjwa yetu huwa kunafungulia watu milango ya kuwatapeli watu kwa kisingizio cha ruqya. Mpaka sasa watu wanageuza kisichokuwa ruqya kwamba ni ruqya. Lengo si kufanya ruqya, lengo sasa ni kuchuma, kwa sababu utakuja watu tu. Hapa ndio palitufanya tuizungumzie ruqya. Ruqya ni nini? Ma hiya ruqya? Kwa hivyo maudhui yetu itaizungumzia ruqya kwa picha au sura hiyo. Tutaangalia ruqya ni nini, ma hiya ruqya wa ma hukmuha, na hukumu ya ruqya ni nini, wa ma hukmu tadawi, na ni nini hukumu ya kujitibia au kujitibisha. Ma hukmu tadawi wa hali ruqya tunafi tawakkul. Tutaona pia, je, ruqya, kufanya ruqya au kufanyiwa ruqya ni kinyume na kumtegemea Allah, kwamba ungekaa tu
Allah si yupo bwana? Je, ukifanya ruqya ni kinyume na tawakkul kwa Allah? Chukua tu waya fulani huo uliopita hapo, huo waya huo, chomeka kwenye amplifier, halafu microphone iko hapo. Microphone ni hiyo. Je, ruqya inapinga tawakkul? Wa hal hiya ala tawqif? Je, ruqya ni tawqifia? Ni lazima tuwe na utaratibu fulani, au kila mtu vile anavyojua anaweza akafanya na ikaitwa ruqya? Kwa sababu kuna vitu vinafanywa na vinaitwa ni ruqya. Sasa hivi jina la ruqya, mimi ninafanya ruqya hapa, kuna huduma ya ruqya halipo. Kuna jina tiba za kisunna. Hili neno tiba za kisunna limekuja kukava mpaka uganga wa kienyeji wa kishirikina, kisa tu mtu ametumia njia fulani zikiunganisha na mitishamba, ati anaamua kuita tiba za kisunna. Sasa tuangalie huku, hii tiba ya kisunna ndo ruqya yenyewe. Hivi ambavyo huwa vinafanyika ni ruqya, ni tiba ya kisunna? Kwa hivyo tutaangalia, je, ruqya ni tawqifia? Ikiwa ndiyo ni tawqifia, basi tutaangalia hivi vinavyofanyika viko huku. Wama hiya dawabituha al-amma, na vidhibiti vya ruqya kijumla ni vipi? Tutaviona. Wama hiya dawabituha lirraqi walmurtaqi, na vidhibiti vyake kwa anayeisoma au kufanya ruqya na anayesomewa au kufanyiwa ruqya ni vipi? Tutakuja kuona pia. Wama hukmu atafarrugh lihadha. Tukishaona haya, tutakuja kuona pia kujihusisha na ruqya tu mpaka inafikia mtu anajenga kituo, anafungua kituo. Yaani kama inavyojengwa dispensary, kuna watu hujenga majengo kwa ajili ya ruqya. Nini hukumu yake? Wa akhdhil ujra alaiha, na tutaona ni nini hukumu ya kuchukua malipo. Manake kuna ambao wameyawekea matibabu haya malipo, kuja kuniona ili nikusomea uniambie ninasikia hivi 500, kukusomea sasa 2000. Kama kweli una tatizo limetoka halikutoka 2000 yangu na 500 ishaingia, hukumu yake nini? Wama hiya almukhalafat walbid'a almutaalliqa birraqi warruqat. Kisha tutakuja kuona ni mambo gani yanayofanywa yaliokuwa kinyume na ruqya, wasomaji wa ruqya, wasomewaji wa ruqya, ni uzushi gani umeingizwa katika uwanja huu. Hii ndo maudhui yetu ndugu zangu, ambayo tutakuwa nayo kuanzia hivi leo. Hatutoimaliza leo, lakini insha Allah itakwisha tu kwa namna yoyote. Tukiona kwenye mimbari hatuwezi, tutatangaza muhadhara tulizungumze hili. Utapeli umekuwa mwingi. Nakumbuka kuna siku nilikuambieni katika mada, je, unataka kuombewa? Hiyo ndo ilikuwa rasul maudhu. Je, unataka kuombewa? Kwa sababu kuna wakati tunawaona watu ni wagonjwa, alafu wao ndo wanajitangaza waganga wa kutibu. Mtu anataka kukuombea wakati yeye ndo alistahiki kuombewa. Ipo haja ya kuyatanabahisha na kuyaweka haya bayana. Aqulu ma tasma'una astaghfirullah li wa lakum wa lisairi almuslimina wal muslimati fastaghfiruhu fa ya fawza almustaghfirin. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين
والصلاة والسلام على خير الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Ndugu zangu, tukianza maudhui yetu, tuna kipengele namba moja, mahiya ruqya. Ruqya nini? Maana ya ruqya ni nini? Allah katika Qur'ani mathalan anasema kalla idha balaghat at-taraqi wa qila man raq. Kalla idha balaghat at-taraqi wa qila man raq. Si hivyo, angalieni pindi moyo au roho inapofikia kwenye taraqi, mifupa hii, kwa maana ya kwamba roho inatoka sasa. Wakati huo mtu anahangaika, unampa maji anarudi, ukimshika hivi ukiwacha mkono unaangukia kule. Watu husema man raq, nani wa kumtibu? Mtibuji ni nani? Raq. Kumbe ruqya ni chimbuko, ismu masdar ya man raqa yurqi ruqyatan au raqa yarqi ruqyatan au irqi katika fi'lun amr, ruqyatan masdar. Kwa hivyo neno ruqya litakuwa na maana ya tiba. Ruqya itakuwa na maana ya tiba, kama vile atadawi. Na Mtume katika utangulizi wa hadithi tumeisimulia hadithi ya Mtume, anatuambia tena kwa kutubembeleza, anatuambia tadawa ibadallah, jitibisheni, jitibuni enyi waja wa Allah. Tadawa ibadar rahman, jitibuni enyi waja wa Allah. Fa inna Allah lam yadha da'an illa wada'a laha dawa. Allah hajapata kuweka ugonjwa isipokuwa kauwekea na ponyo, kauwekea na tiba, kauwekea na dawa yake. Hakuna ugonjwa isipokuwa una dawa. Riwaya moja inasema hivyo, hakuna ugonjwa isipokuwa una dawa. Likulli da'in dawaun, kila ugonjwa una dawa. Arifahu man arifahu au jahilahu man jahilahu, alisema hivyo. Maanake mtu asija akasema mbona ukimwi tunasikia. Mtume kasema arifahu man arifahu au jahilahu man jahilahu. Dawa ipo tena hapa juu ya mgongo wa ardhi, lakini watu hawajui kwamba huenda hii ndo dawa ya ukimwi. Kama ambavyo sisi tulikuwa tukiishi pahala kwenye mapori, mashambani, vijijini, alafu hivi tumekuwa kubwa, ndo unamkuta mtu akiwa na tatizo fulani, jani fulani ndo linamtibu. Sema ala, haya majani yalikuwa mengi sana nyumbani, kumbe ni dawa. Yes, ulikuwa haujui. Ndo kawaida hiyo. Mtume kishasema dawa ipo, atakuwa anaijua mwenye kujua au hajui. Kwa hivyo unaweza ukawa mgonjwa haujui dawa, au inaweza ikawapo dawa lakini hakuja kuwa ugonjwa ambao unaendana. Yapo yote haya. Kwa hivyo ruqya ni nini? Ruqya imearifiwa kwamba ni al-udhatu ma yurqa bihi au ma yurqa biha li talabi ash-shifa. Al-udha kama vile kinga zile za ta'awudh, a'udhu billahi, qul a'udhu bi rabbin nas, ni zile kinga zinazotokana na visomo vya kinga ambavyo watu hutumia kujitibu kwavyo, kwa kutaka ponyo, kwa kuomba ponyo. Zingatia taarifu. Ruqya ni visomo vya kinga vinavyosomwa ili kutaka ponyo. Hapa kuna maana mbili, kwamba ruqya inaweza ikatumika kumkinga mtu na matatizo, au ruqya inaweza ikatumika kumuondoshea mtu matatizo. Ruqya inaweza ikatumika kumkinga mtu na matatizo ikiwa hayajafika, hayajampata,
ruqya inaweza ikatumika na limethibiti. Mtume alilifanya, alikuwa akiwachukua wajukuu zake, anasema u'idhukuma bikalimati llahi tammati min kulli shaitanin wa hamma wa min kulli ainin lamma. Alikuwa akiwakinga Al-Hasan wal Husain, anasoma dua hii ili wasipatwe na vijicho, wasiingiwe na majini waovu. Kumbe ruqya ina kazi hiyo pia. Lakini ruqya inaweza ikatumika kuondosha matatizo baada ya kuingia. Mtu anaumwa akasoma ruqya ili apone. Sasa nachotaka kuzungumzia hapa kwa muda mfupi sana tuliobaki nao ni hichi. Ruqya ni mfumo wa tiba kwa njia ya dua. Nieleweke vizuri. Ruqya ni njia au namna ya kutibu kwa kutumia dua. Ziwe dua hizo ziko ndani ya Qur'ani au zimekuja kwenye hadithi. Ndani ya Qur'ani kuna sura ambazo ukizisoma ni ponyo. Suratul Fatiha, mwanzo wa sura Al-Baqara, Ayatul Kursi, mwisho wa suratul Baqara kuanzia amana ar-rasulu na sura nyinginezo. Allah amesema wanunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaun, na tumeteremsha ndani ya Qur'ani baadhi ya aya ambazo ni ponyo, ni tiba. Tumeteremsha ndani ya Qur'ani baadhi ya ayati au suwar ambazo ni tiba, na imethibiti kwetu sisi Ahlus Sunna wal Jamaa tunakubali kwamba mtume alirogwa. Imethibiti kwamba walipoteremka malaika walimsomea muawwidhataini, qul a'udhu birabbil falaq na qul a'udhu birabbin nas. Sawa, shaona kwamba kumbe ndani ya Qur'ani kuna tiba. Narudia tena, ruqya ni njia ya kujitibu kwa dua, kupitia dua. Unaisoma ile dua, Allah kwa dua yako uliyosoma akiipokea anakuponya. Na hili ndio mtume alivyosema kwamba kila ugonjwa una dawa. Likulli da'i dawa, kila ugonjwa una dawa. Anapojitibu mtu, fa idha aswaba ad-da'u dawaa au fa idha aswaba da'a dawa'u bari'a bi idhnillahi. Kila ugonjwa una dawa. Mtu atakapojitibu kisha ile dawa ikapatia ugonjwa, kwa idhni ya Allah mtu hupona. Kwa hivyo iwe ni dawa hisia unaishika ukaweka kwenye sehemu ya tatizo, au iwe ni dawa kwa maana ya hivi visomo ruqya, bado kupona kunategemea idhini ya Allah. Sasa maadamu ruqya ni kutafuta ponyo kwa njia ya dua, unatakiwa uelewe kwamba kila mtu akiomba dua yake hupanda. Takiwa ulijue hili. Maadamu ruqya ni njia ya kujitibu kwa njia ya dua, unatakiwa uelewe si kila anainua mikono kumuomba dua Allah huipokea dua ile. Unatakiwa uelewe hii. Kwa maana hiyo, kwa kulizingatia hili kwamba anaweza akawa mtu ana kofia kubwa zaidi ya hii yangu na kilemba na kanzu nzuri sana, kakaa msikitini, ndio mutafarrighun birruqya, hiyo ndo shughuli yake, lakini huyu mtu dua zake hazikubaliki. Inawezekana. Ukilizingatia hili, unachotakiwa sasa kutambua, ndo kule nilikoanzia kwenye utangulizi. Unachotakiwa kutambua ni kwamba hakikisha kabla hujaamua kuyaondosha maradhi yako kwa ruqya, hakikisha hili si tatizo la kitaalamu. Nukta ambayo tunaimisi sana hii. Kabla hujapeleka mwili wako au mgonjwa wako, labda ni mke, mtoto, ndugu yako, jamaa, rafiki, hujampeleka kwa msomaji ruqya, hakikisha tatizo alilonalo si tatizo la kitaalamu, la kihospitali. Sababu uelewe,
Ruqya haiondoi figo iliyofeli na kuiweka figo nyingine. Elewa hivyo. Kabla hujakurupuka kwenda kuliwa pesa, hakikisha huyu mtu hana tatizo ambalo lilihitaji ukamwone Dr. Patel. Hakikisha hivyo. Ujue ruqya haiongezi damu kwenye mwili. Kwa kuwa hatuna kawaida ya kupima, huenda umepungukiwa na damu. Kichwa kinakuuma, unaona vizunguzungu, akili yako inakutuma kwenda msikitini ukasomewe. Kwa kuwa umepungukiwa na damu, unakuja Jumaa, Jumapili, Jumatano, mpaka damu iliyopungua inakwisha kabisa, ile iliyobaki unanyooka, ndo ukianza kutikisika, ndo tunakunyanyulia hospitali, inakuwa too late. Angalia hili. Ruqya ni nini? Elewa, narudia kukuambia, ruqya ni njia ya kutafuta tiba kwa visomo, ambayo hii ni dua. Dua haikubaliki kutoka kwa kila mtu. Kwa maana hiyo usijiangamize ukiwa unadhania ulikuwa unatibiwa. Na tumewashuhudia watu walikimbilia kwenye vinavyoitwa visomo, mpaka mambo yalipobadilika, hata mwili unaanza kugeuka rangi, ndo anapelekwa sasa kwenye utaalamu, halafu inakutwa kumbe alikawia. Kumbe ruqya, msomaji wa ruqya na msomewaji wa ruqya, bismillahi kwao. Akija mtu anatakiwa msomaji amuulize, ulishakwenda hospitali? Sijaenda. Basi nenda kwanza, mpaka hospitali wagundue kwamba tatizo hili si la kihospitali. Na wapo madaktari ambao alhamdulillah ni wa kweli. Analazwa mtu, anatibu, anaangalia hichi na kile na kile na kile, hali haibadiliki, wanakuambia huyu sasa naona mngeenda kupitia njia nyingine. Naona sasa mngefanya mambo ya kitaalamu. Kwa Kiswahili watu huambiwa hivi. Naona sasa nyinyi mngepitia mambo ya kitaalamu, kwa sababu hapa tumepima vipimo vyote, hatuoni tatizo. Hapa sasa ndo huenda amerogwa, huenda ameingiwa na jini, huenda ni hasadi, huenda sio tu bismillahi unaanza kuchukua msahafu na kumpulizia mtu Qur'ani kwenye masikio, utamuua huyo. Hii ni nukta ya kwanza tunayoanza nayo, na zipo nukta nyingi sana ndugu zangu. Tukutane hapa pale ambapo tutakuwa tukichambua maudhui hii. Tunamwomba Allah atujalie miongoni mwa wale wanaosikia maneno wakachagua mazuri na kuyafanyia kazi. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa abdika wa rasulik wa alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ونكس أعداءك أعداء الدين واهلك الكفر والمبتدعة والمشركين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم رحمتك نرجو فلا تقلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شؤوننا كلها. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.